Some of the things I'm going to share with you, I want you to remember for a long, long time. Baadhi ya mambo nitakayokuambia leo ningependa uyakumbuke kwa muda mrefu sana kwenye maisha yako, kwa sababu mawazo haya yalibadilisha kabisa maisha yangu kwa kiwango kikubwa sana. Na mtu alionifundisha mawazo haya ndio alobadilisha mwelekeo wa maisha yangu. Na leo nataka nikushirikishe masomo matatu ya msingi zaidi niliyoyapata kutoka kwake. Nilipokutana naye kwa mara ya kwanza nilikuwa na umri wa miaka 25. Wakati huo nilikuwa na visingizio vingi sana kuhusu maisha yangu. Aliniambia hivi, niambie kidogo kuhusu historia yako. Nikamweleza kwamba nina tabia ya kuchelewa kulipa bili zangu, sina pesa za kutosha, sina chochote benki, na nilikuwa nina aibu kwa sababu sikuwa nimetimiza ahadi kubwa nilizozitoa kwa familia yangu. Here's what he said. Mr. Rohn, if you want the future to change for you. Baadaye alinipa sentensi moja fupi sana iliyobadilisha maisha yangu kabisa. Alisema hivi, Bwana Rohn, kama unataka maisha yako ya baadaye yabadilike, kwanza ni lazima wewe ubadilike. Akaongezea akasema, kama hutabadilika, miaka 6 ijayo ya maisha yako itakuwa kama miaka 6 iliyopita. Bado utakuwa unachelewa kulipa bili zako na bado hautatimiza ahadi zako ulizoziahidi. Na ndipo aliponipa ahadi nikiwa bado kijana wa miaka 25. Ahadi hiyo bado ninaikumbuka miaka yote ya maisha yangu, na nimekuwa nikiwafundisha zaidi ya watu milioni 3 katika kipindi cha zaidi ya miaka 30 iliyopita. Na ahadi hiyo bado ni ya thamani hata kwako leo hii. Nisikilize kwa umakini. Mwalimu wangu aliniambia, kijana wangu, kama utabadilika, kila kitu kitabadilika kwako. Ukiwa mtu bora, kila kitu kitakuwa bora kwako. Ujumbe huo umekuwa mkubwa sana kwangu na nilimuelewa sana. Alisema, ukibadilisha falsafa zako, utabadilisha tabia zako. Ukiboresha namna unavyofikiri, ukikubali nidhamu mpya, ukigeuza mwelekeo wako kutoka ulipokuwa zamani na kuanza maisha mapya kwa ajili ya siku zijazo, mambo ya ajabu yataanza kutokea kwako, na yatatokea kama tu utaamua kubadilika. Kabla sijakutana na Bwana Shoaff, nilikuwa ninaomba mambo yabadilike. Nilikuwa ninasali nikisema, natumaini mambo yatabadilika. Nilikuwa ninatamani serikali ibadilike, mfumo wa kodi ubadilike, bosi wangu abadilike na niongezee mshahara. Nilikuwa ninatamani uchumi ubadilike na bei pia zishuke. Nilikuwa nina matumaini mazingira yawe bora zaidi. Lakini nilikuja kugundua kwamba, na jambo hili niloligundua nilijifunza kutoka kwa mwalimu wangu. Aliniambia kwamba mambo mengi yataendelea kuwa kama yalivyo. Serikali itaendelea kuwa serikali, uchumi utaendelea kuwa uchumi, bei zitaendelea kupanda na kushuka, na mazingira yataendelea kubadilika mara kwa mara. Somo kubwa nilojifunza ni kwamba badala ya kusubiri mambo ya nje yabadilike, nilipaswa kubadilika mimi mwenyewe. Na hapo ndipo mabadiliko ya kweli ya maisha yangu yalipoanza. Na ukweli ni kwamba mambo yote yanayotutokea maishani yanafanana na upepo unaovuma. Na upepo huo unavuma kwa kila mmoja wetu. Lakini ukiacha upepo uvume tu bila mwelekeo, ninakwambia ukweli kabisa, hautakupeleka unapotaka kwenda. Sisi sote tunapaswa kujifunza kuutumia upepo huu ili utufikishe kwenye ndoto zetu, na utufikishe pia kwenye mafanikio tunayotaka. Utufikishe kwenye pesa tunazotamani, vipato tunavyovihitaji, na vitu vyote tunavyovitaka maisha yetu yawe navyo. Huko ndiko tunakotaka kwenda. Na ukweli ni kwamba tuna upepo mzuri, lakini hatupaswi kuiacha hatima ya maisha yetu mikononi mwa upepo huo tu. Hatupaswi kuiacha hatima yetu mikononi mwa uchumi peke yake, au mikononi mwa mfumo wa mambo yanayoendelea leo. Tunachopaswa kujifunza ni kufanya hivi, ni kuweka tanga zetu vizuri. Ukijifunza kuweka tanga yako vizuri, utaweza kuelekeza meli yako popote pale unapotaka kwenda. Na hicho ndicho mwalimu wangu alinifundisha katika siku zile za mwanzoni. Aliniambia, Bwana Rohn, upepo utavuma. Vyovyote vile upepo utakavovuma, siasa zitabaki kuwa siasa na uchumi utabaki kuwa uchumi. Na yatakayotokea, yatatokea jinsi yatakavyokuwa. Akaendelea akasema, usiombe upepo mzuri zaidi. Huo ni ujinga. Kilicho muhimu ni kuomba hekima, ni kuomba ujuzi pamoja na elimu ili uweze kuweka tanga yako vizuri zaidi. Hivyo ndivyo nilivyojifunza. Nikiwa na miaka 25 nilianza kufanya kazi si kwa ajili ya uchumi. Sikufanya kazi kubadilisha jamii. Sikujaribu kubadilisha serikali. Sikujaribu kubadilisha bosi wangu wala kampuni. Na wala sikujaribu kubadilisha mazingira. Nilianza kufanya na kujibadilisha mimi mwenyewe. Nilianza kwanza kujibadilisha mimi mwenyewe. Nilishikilia ile ahadi aliyonipa mwalimu wangu kwamba nikibadilika kipato changu kitabadilika. Nikibadilika akaunti yangu ya benki itabadilika. Nikibadilika hatima yangu itabadilika pia. Na ukweli ni kwamba ahadi yake ilitimia. Miaka 6 ya kwanza ya maisha yangu ya kiuchumi niliishia kuwa maskini pamoja na zile sarafu chache mfukoni mwangu. Sikuwa na chochote benki.
nikiwa nimechelewa pia kutimiza ahadi zangu. Lakini miaka 6 iliyofuata ya maisha yangu ya kiuchumi niliishia kuwa tajiri. Na cha kushangaza ni kwamba ile miaka 6 ya pili serikali ilikuwa karibu ile ile, uchumi ulikuwa karibu ule ule, kampuni zilikuwa ni zile zile, kiwango cha mishahara kilikuwa ni kile kile, lakini mimi sikuwa yule yule, nilikuwa mtu tofauti. Na hapo ndipo mabadiliko ya kweli yalipotokea. Mazingira yaliyokuwa yakinizunguka yalikuwa ni yale yale, ndugu zangu waliokuwa na mtazamo hasi walikuwa ni wale wale, lakini mimi sikuwa yule yule. Hivyo ndivyo maisha yangu yalivyobadilika. Hivyo ndivyo mambo yalivyoanza kuniendea vizuri na kubadilisha mwelekeo wa maisha yangu miaka ile yote iliyopita. Hicho ndicho nilichotaka kukushirikisha mwanzoni, mwanzo wa yale yote niliyofundishwa na Bwana Shoaff. Aliniambia kwamba kama nilitaka maisha yangu yabadilike, nilipaswa kufanya jambo moja ambalo ni muhimu sana, ambalo ni kubadilika mimi mwenyewe. Baadaye alikuja kugawa somo hilo katika mambo matatu makubwa ya muhimu sana ambayo yalikuwa na athari kubwa sana katika maisha yangu. Jambo la kwanza lilikuwa ni maendeleo binafsi, personal development. Na jambo la pili lilikuwa ni kuweka malengo, goal setting. Na jambo la tatu lilikuwa ni jinsi ya kuwa huru kifedha, financial independence. Alipoanza kufundisha kuhusu maendeleo binafsi, alianza na mada ya pesa. Sasa unajua, pesa sio sehemu pekee ya kuanzia unapozungumzia maendeleo binafsi, lakini hapo ndipo yeye alipoanzia. Kwa hiyo kwanza niruhusu nikushirikishe mawazo aliyoniambia wakati huo. Hili ndilo somo bora kabisa ninaloweza kukupa kuhusu uchumi. Ni rahisi sana. Na somo hilo ni kwamba tunalipwa kwa thamani tunayoileta sokoni. Na hivyo ndivyo uchumi ulivyo kwa ufupi. Tunalipwa kwa thamani tunayoileta sokoni. Lakini unachotakiwa kufahamu ni kwamba inakuchukua muda kujenga pamoja na kuileta thamani hiyo sokoni. Swali ni je, tunalipwa kwa muda tunaotumia? Jibu ni hapana. Kama ingekuwa hivyo, ungekuwa tu unakaa nyumbani na wangeweza kukutumia pesa zako. Lakini sivyo ilivyo. Hatulipwi kwa muda wetu. Tunalipwa kwa thamani tunayoiongeza sokoni. Kwa kuwa hilo ni la kweli, basi hili ndilo swali muhimu ambalo ninaweza kukuuliza. Je, inawezekana kuwa na thamani mara 2 zaidi sokoni na ukapata pesa mara 2 zaidi katika muda ule ule? Je, jambo hilo linawezekana? Jibu ni ndio, linawezekana kabisa. Swali lingine ninaloweza kukuuliza ni kwamba, je, unaweza kuwa na thamani mara 3 zaidi sokoni kuliko ulivyo sasa na ukapata kipato mara 3 zaidi katika muda ule ule? Jibu ni ndio. Mwingine anaweza kuuliza, hata mara 5 inawezekana? Ndiyo, inawezekana kabisa. Hata mara 10 pia inawezekana. Lakini ukweli ni kwamba kama hauna thamani kubwa sokoni, hautapata pesa nyingi. Sikiliza kwa umakini. Mtu anaweza kuwa na thamani katika familia yake. Ndiyo, anaweza kuwa mwanafamilia bora. Anaweza kuwa mshirika mwenye thamani kanisani kwake. Ni kweli kabisa. Lakini pia anaweza kuwa raia mwenye thamani pia katika nchi yake. Ndiyo, na hilo ni kweli kabisa. Lakini pia mtu huyo anaweza kuwa na thamani mbele za Mungu. Ni sahihi kabisa. Na ukweli ni kwamba mbele za Mungu sisi sote tuna thamani inayofanana. Yaani tuna thamani sawa. Lakini kama huna thamani kubwa sokoni, kipato chako kitakuwa kidogo. Unaweza kusema haipaswi kuwa hivyo. Lakini huo ndio ukweli wa mfumo wa kiuchumi. Kuhusu kupanda ngazi katika mafanikio ya uchumi, mwalimu wangu aliniambia jambo moja ambalo ni rahisi sana lakini lina nguvu kubwa mno. Alisema, fanya kazi zaidi na ujitume katika kujijenga wewe mwenyewe kuliko unavyofanya kazi katika kazi yako ulioajiriwa. Maneno hayo yalikuwa yana maana kubwa sana kwangu na nilimuelewa pia. Na binafsi nilikuwa nikitumaini kwamba kila kilichokuwa kikinizunguka kitakuja tu kubadilika. Lakini nilikuja kugundua kuwa nikianza kujifanyia kazi mimi mwenyewe, nikiboresha ujuzi wangu, nikiboresha lugha yangu, nikikuza uwezo wangu kila mwaka, basi ningekuwa mtu wa kuvutia zaidi sokoni. Mimi nilikuwa mtoto wa mkulima kutoka Idaho. Nimekulia katika hali ya kawaida kabisa. Wazazi wangu ni wale wa kipato cha chini. Nilikuwa maskini nilipokuwa na miaka 25. Sasa inawezekanaje nipigiwe simu na kuomba kusaidia watu kupanua biashara zao duniani kote kwa malipo makubwa namna hii? Jibu ni rahisi sana. Kuna kitu kilibadilika ndani yangu kati ya umri wa miaka 25 hadi hapa nilipo sasa. Na ninaweza kukuambia kilipoanzia. Mwalimu wangu Bwana Shoaff aliniambia kwamba hutakiwi kubadilisha yale yanayotokea kwa nje. Huo ni upepo unaovuma. Hauwezi kubadilisha. Tunachotakiwa kubadilisha ni kile kinachoendelea ndani yetu. Sasa kuna njia kadhaa katika kuboresha maendeleo binafsi. Ngoja nikuonyeshe njia hizo. Ya kwanza ni kujifunza kutokana na uzoefu wako wewe mwenyewe. Ni rahisi sana. Jifunze kutokana na yale yanayokutokea. Angalia miezi michache iliyopita. Je, ulifanya makosa?
Unawezaje kuyarekebisha kwa ajili ya siku zijazo? Angalia mwaka uliopita. Ulifanya mambo sahihi au uliteleza? Rekebisha mambo hayo katika mwaka unaofuata. Jifunze kutokana na uzoefu wako binafsi. Nilipokutana na Bwana Shoafu kwa mara ya kwanza, aliniuliza hivi, unaendeleaje? Umekuwa huko nje kwa miaka 6 sasa. Nikamjibu, wala siendelei vizuri. Akasema, ningekushauri usifanye hivyo tena. Ulikuwa ni uchambuzi rahisi sana, lakini ni wa uhalisia kuhusu hali yangu. Aliniambia, kama utaendelea kufanya unachokifanya sasa, miaka 6 ijayo itakuwa ni kama miaka 6 iliyopita. Kama ulitaki jambo hilo litokee tena, nitakufundisha kufanya mabadiliko. Kwa hiyo jifunze kutokana na uzoefu wako wewe mwenyewe. Jambo la pili ni hili: jifunze kutokana na uzoefu wa watu wengine, awe ni mimi au watu wengine, awe ni mwalimu wako, marafiki zako, wafanyakazi wenzako, au watu ambao unakutana nao katika maisha. Wote hawa wanaweza kukupatia uzoefu wao. Wanaweza wakakwambia nini kiliwatokea, makosa waliofanya, jinsi walivyorekebisha, jinsi walivyoboresha afya zao, kipato chao, pamoja na hatima zao. Na hiyo ndiyo nguvu ya kujifunza kutoka kwa watu wengine. Kuna aina mbili za watu ambao unaweza kujifunza kutoka kwao. Ya kwanza ni wale walioshindwa. Ingekuwa ni vizuri kama watu walioshindwa wangekuwa wakifanya semina, sivyo? Ingekuwa ni ya thamani sana. Ungekuwa unaenda na daftari lako ili wakuelezea walivyopoteza kila kitu, jinsi walivyoharibu afya zao, walivyoharibu urafiki wao, na kwa nini mambo hayakufanikiwa. Huo ungekuwa ni uzoefu wa thamani sana wa kujifunza. Lakini pia tunapaswa kujifunza kutokana na watu waliofanikiwa. Kama mtu ana afya nzuri, muulize, ulifanyaje mpaka ukawa na afya nzuri namna hii? Kama mtu ana ujuzi mkubwa, muulize pia, ulifanyaje mpaka ukawa na ujuzi huu? Kama mtu ana kipato kizuri, muulize pia, ulifikaje hapa kwa muda mfupi namna hiyo? Kwa hiyo katika maendeleo binafsi tunajifunza kutoka kwa watu wengine kwa njia kadhaa. Kwanza tunajifunza kwa kuangalia, yani kwa uchunguzi. Tunajifunza kile tunachokiona. Tunawaangalia watu waliofanikiwa katika michezo, tunaona nidhamu zao. Tunawaangalia waliofanikiwa katika biashara, tunaona nidhamu zao. Tunajifunza kwa kile tunachokiona. Na ndio maana mafundisho haya yanawasilishwa kwako ili uone uzoefu wa mtu mwingine ukiwasilishwa mbele yako. Lakini pili, tunajifunza kwa kusikiliza. Unaweza kusikiliza mafundisho, mahubiri ya Jumapili, mihadhara au walimu. Libadilishe gari lako liwe darasa linalotembea. Sikiliza mafundisho unapokuwa safarini. Sikiliza watu wenye jambo zuri la kusema. Wasikilize wale walio mbele yako katika mafanikio. Kwa kusikiliza na kuangalia, utaanza kubadilika polepole. Na hapo ndipo maendeleo binafsi huanza. Kwa hiyo msikilize mtu ambaye ana jambo zuri la kusema. Halafu jambo la tatu ambalo ni muhimu sana katika maendeleo binafsi ni kwamba soma vitabu. Soma vitabu vingi kadiri uwezavyo katika maisha yako. Mwalimu wangu alinisaidia kuanza kujenga maktaba yangu binafsi. Na leo hii nina moja ya maktaba nzuri sana. Sijasoma kila kitabu kilichomo humo, lakini angalau hata nikitembea ndani yake, ninajihisi nina maarifa zaidi. Angalau nilikuwa nina busara ya kuinunua. Kwa hiyo ninahitaji pia kuwa na busara ya kuvisoma vitabu hivyo. Na zaidi ya hapo, ninahitaji kuwa na busara ya kuchagua yale yaliyo ya thamani na kuyatekeleza pia. Na hili ndilo jambo muhimu sana, kuwa msomaji mzuri. Baadhi ya vitabu vilivyonisaidia kubadilisha maisha yangu ni pamoja na Biblia, ambayo mwalimu wangu alipendekeza. Na wazazi wangu pia walihakikisha kuwa ninaielewa vizuri hadi nilipofikia miaka 18. Biblia imenisaidia sana kwenye maisha yangu, hasa kwa kujifunza kupitia hadithi zake kuhusu watu waliofanikiwa, lakini pia wale ambao walishindwa, pamoja na tofauti iliyokuwepo kati yao. Vilevile kulikuwa na vitabu vingine vilivyobadilisha maisha yangu kwa kiwango kikubwa sana, na mojawapo wa vitabu hivyo ni Think and Grow Rich. Kiliandikwa na Napoleon Hill. Na kitabu cha pili ni The Richest Man in Babylon. Kiliandikwa na George S. Clason. Kitabu hiki cha pili kilinisaidia sana kufikia uhuru wa kifedha kabla sijafikisha miaka 31. Nilianza kusoma vitabu, nilianza kuhudhuria madarasa, na nilihakikisha ninakaa karibu na watu ambao wana mawazo mazuri ya kunijenga. Na kisha nikaanza kufanya jambo lingine muhimu sana. Nilianza kuandika jalada, nilianza kuandika journals. Moja ya mafundisho makubwa niliyopewa na mwalimu wangu ni kwamba usiamini kumbukumbu zako. Ukisikia jambo zuri, liandike. Mwanzoni nilikuwa ninaandika kwenye vipande vya karatasi. Nilikuwa naandika nyuma ya bahasha za zamani, bahasha zilizochakaa, pamoja na karatasi zilizochanika. Lakini hazikunisaidia sana kwa sababu zilikuwa zikiishia tu kupotea. Baadaye nilijifunza kuwa na daftari maalum la kumbukumbu lililokuwa limewekwa vizuri sana, ambalo lilikuwa limekusanya mawazo yangu yote. Na ninakushauri pia na wewe ufanye vivyo hivyo. Ukipendezwa na shairi fulani, liandike. Ukisikia wazo zuri darasani,
liandike. Ukisoma makala nzuri kwenye jalada au kwenye gazeti na likakuvutia, liandike. Hifadhi mawazo hayo katika jalada lako. Endelea kufanya hivyo katika maisha yako yote, na siku moja hilo jalada litakutumikia vizuri sana. Mambo mengi niliyoyaandika yanachukua sehemu kubwa sana ya maktaba yangu. Narudia tena, fanya kazi zaidi kwako wewe mwenyewe, yaani jijenge zaidi wewe mwenyewe kuliko vile unavyofanya katika kazi yako ulioajiriwa. Kuza ujuzi wako, jifunze masomo mapya, hudhuria madarasa, pokea kila mafundisho unayoweza kuyapata. Baadaye utakuja kuyachuja, uyaone yale yaliyo na thamani kwako, na uone ni jinsi gani unavyoweza kuyatumia katika biashara yako, maisha yako au hatima yako. Lakini jambo moja kubwa ni kwamba ni kwanza mchakato wa mabadiliko binafsi na maendeleo binafsi. Na niseme tena kwa mara nyingine zaidi, ukibadilika, kila kitu kitabadilika kwako. Hutakuwa tena yule wa zamani, utaendelea kukua. Ukiangalia nyuma baada ya miezi michache au miaka michache, hautaamini maendeleo utakayokuwa umeyafanya. Na ninakwambia ukweli, mchakato mzima wa kujitoa kwa ajili ya mabadiliko binafsi na kuongeza thamani yako unaweza kufanya maisha yako kuwa ni ya kipekee na yenye maana kubwa sana. Siku zote kumbuka, ukibadilika, kila kitu kitabadilika kwako. Change your thinking, change your life. Badilisha mtazamo wako, badilisha fikra zako, badilisha maisha yako. Can really make your life unique and worthwhile.